Mister, Niambie ndugu yangu. hivi unapoambiwa neno mafanikio au neno kujitoa unalichukuliaje? Huwa natambua kwamba mafanikio ni kuwa na utayari. Yaani kama unataka kuja kuwa mchezaji bora wa mpira, unaweza ukawa na ndoto kichwani umeifungia, alafu unasema mimi natamani kuwa mchezaji mpira. Lakini ukaamua kuamka kwenye ile ndoto ukasema sasa hivi nafanya, utakuwa mchezaji mkubwa wa mpira. Yaani mafanikio ni nini? Utayari. Unaelewa? Mimi kwa upande wetu tunajua kwamba mafanikio ni utayari. Okay. Na unawaambia nini ambao wanatamani kuishi maisha mazuri lakini ni waoga wa kufanya maamuzi, ni waoga wa kujitolea na kutoka kwa mfano kwenye umaskini? Unawaambiaje hilo kundi la watu hao? Unawaambia nini? Iko hivi, kama umeridhika na hizo pesa ambazo unazo, sawa. Kama umeridhika na hayo maisha ulionayo, nisikilize. Mfumo ni mmoja. Maisha ni, yani nisikilize. Kama umeridhika na hayo maisha yako, baki huko ulipo. Ila kama hujaridhika na hayo maisha, unaamua kwamba mimi nipo tayari kubadilika, sawa? Kwamba mimi bwana, haya maisha hapana. Natamani kufika level ya juu. Kuna watu sahihi wa kuwaona. Unaelewa? Kwa sababu hata Mungu au dunia ina sheria zake. Ukitaka kwenda kwenye nchi utamuona nani? Rais. Ukitaka kwenda bungeni utamuona spika. Ukitaka hata kwa shetani, ukitaka kwenda kuzimu unamuona shetani. Sasa ukitaka kuja kwenye mafanikio lazima uone watu wa jicho la tatu. Yaani ni lazima uone watu fulani. Okay, kwa hiyo unawaambia hivyo vijana. Peke yake. Naomba ufafanulie kuhusu, leo niko na kifaa hapa kimoja, viko viwili, ila naomba wafafanulie kuhusu hiki hapa. Hiki. Wafafanulie kuhusu hii Masonic rings hata kwa ufupi tu, waelewe kwamba ina maana gani. Nataka nikienda kwa undani zaidi nitakuwa nawapoteza wale ambao hawana elimu au akili zao bado zimefungwa. Ndio maana nataka niwaelezee watu kitu kidogo tu. Kwenye maisha yako mtu yoyote anakuita kwenye utajiri alafu asipokupa ulinzi anakuua. Sasa lazima tukupe kwanza ulinzi. Unaelewa? Ndio. Tunapokupa ulinzi, maana yake tunataka ujilinde na hizi fedha. Unapoanza kuwa na mali, maadui wanakuwa ni wengi. Ndio maana benki kuna ulinzi. Ndio maana kila nchi ina jeshi. Sasa tunapokupa mali, cha kwanza tunailinda mali tunakupa. Tunakupa utakaso. Ndio maana tunakupa pete. Kwa ufupi, lakini tukienda ndani zaidi ya hii pete, kuna ambao watapotea na hawataelewa. Hawatakuelewa, ndio. Okay, sawa. Umefafanulia vizuri sana. Hiyo iko vizuri. Okay. Sasa naomba wafafanulie kuhusu hii fedha. Imetengenezwa na nani? Na yeye ni nani? Haya, sasa huenda wewe umepewa elimu ya shuleni, umekuja ukaanza kutafuta hela bila kujua ilipotoka, bila kutambua chanzo cha pesa. Umekuja bana, Tanzania tunatumia hizi, UK wanatumia zile, US wanatumia zile.